Naam, ni siku nyingine ya Jumatano, siku ya 14 baada ya kutimia ule mwezi wa Januari. Basi unavyoniona hapa, jua tu ni mahubiri ya kandanda, uchambuzi, matokeo na zile transfer news zote ambazo zile zinafanyika barani Ulaya, hapa nchini Kenya na pia vitu kwa ujumla. Leo hii basi tunaenda kuizungumzia semi-finali ya pili, Nigeria akizipiga dhidi ya Morocco. Kumbuka ni makala ya AFCON mwaka 2025. Vilabu hizi zote viwili wamefanya kweli katika mashindano haya. Nigeria kufikia hapa amefanya kweli, Morocco pia naye hajasaza nyuma. Maneno ambayo manne matano ambayo tutaangazia iwapo Nigeria ama Morocco atahitajia kushinda mechi ya leo. Basi tuanze na Morocco ambaye ni mwenyeji. Morocco ana mashabiki wa nyumbani. Nadhania mashabiki watampa msukumo sana huyu mwana Morocco ili kupata ushindi na kuelekea fainali ya mwaka huu. Na pia nadhania Morocco watakuwa wanatumia ile anga yao vizuri, kwa sababu watakuwa wanatumia ile wanasema kwa kimombo ni weather. Watakuwa wanaitumia vizuri ile weather condition ya kwao, angalau wafanye jinsi wapasavyo, kwa sababu wamezoea katika mandhari yale kijua jua kijibaridi. Lakini Nigeria nadhani wanakuja hawajazoea mandhari yao, wametokea magharibi ya Afrika, huyu ametokea North Africa kwa kimombo. Nadhania watakuwa na ile advantage. Jambo la pili Morocco ambalo watajivunia sana ni wale wingbacks wa kwao. Namzungumzia Hakimi Ashraf ambaye ni mchezaji bora wa mwaka huu barani Afrika, na pia watakuwa namzungumzia yule Nusair Mazraoui akipiga kule Man United. Wazuri kweli kweli. Ikiwa Nigeria watawaacha hawa mnyamba wawili watambe, basi mwisho wa siku watajilaumu na kujutia. Jambo lingine ni kumzungumzia huyu Brahim Diaz, raia huyu wa Morocco, anakipiga pale Hala Madrid ya Uhispania. Ndio mfungaji bora katika makala haya na mabao 5 amefunga katika kila mechi. Mechi 5 za wale amezifunga na anakivizia ile kiatu cha dhahabu. Bila shaka akifanya vizuri, bila shaka atalitoa ili kombe na pia kiatu cha dhahabu. Nigeria ndipo waweze kufanikisha ushindani wao, lazima wamwangazie huyu Brahim Diaz na ambaye ni mzuri kweli kweli. Jambo la tatu ambalo tutaangazia kwa hili mechi ni ile officiating. Kumekuwa na malalamishi mengi haswa sana mechi ya Morocco akizipiga dhidi ndugu zetu wa Tanzania, ambapo tuliona maamuzi ambayo wengi wanadhania si maamuzi ya kweli, wanadhania ni maamuzi yaliegemea pande moja. Nadhania hapo pia Morocco wanasema kila mwamba ngoma uvuta kwake, na wanasema lazima atunzwe yule ambaye aliye nyumbani. Basi Morocco hapo watakuwa na jitihada nzuri, ikiwa kutaenda vizuri wachungane na zile officiating, basi Nigeria watakuwa na hali nzuri. Jambo la tatu ambalo Morocco na ile advantage, na nadhania they are good in set pieces. Ukiangalia mabao yao matatu ya hapo awali yamekuja kwenye set pieces. Wamepiga kona, wamepiga zile falls, zile mpira za adhabu, basi wamekuwa wazuri na wamefunga mabao 3 katika zile set pieces. Na jambo lingine la 5 kumradhi, Morocco ni wazuri katika uchezeshaji na pia ni wazuri tuseme katika ile tikitaka, wazuri kweli kweli. Nadhania hapo wataanza kumvuruga sana iwapo watamsukuma sana huyu Nigeria. Upande wa Nigeria, basi Nigeria amecheza vizuri. Ukiangalia mechi yake ya awali akizipiga dhidi ya mwana Algeria, alimiliki mpira kwa asilimia kubwa. Dakika zile 90 za mwanzo, zile 90 za mechi, nadhania alimiliki pakubwa. Nadhania Algeria alipata ile shot on target mara moja, akiipiga dakika 78. Inaonyesha ni uzuri upi Nigeria anakuja nao katika mechi hii. Pia Nigeria mzuri, ukiangalia upishi wao, kina Alex Iwobi, kina Ademola Lookman, kina Adams, wazuri kweli kweli katika upishi. Nadhania itawapa nguvu na msukumo fulani wa kushinda mechi leo. Ukiangazia Nigeria misimu miwili mitatu iliyopita na Nigeria sasa hivi hii ya AFCON, wameongeza kitu fulani, kwa sababu hii Nigeria inanikumbusha mwaka 1994 wakifanya vile kombe la dunia, wakiwemo kina JJ Okocha. Ndio Nigeria sasa hivi ninayoiona. Sasa Nigeria kushinda mechi ya leo isiruhusu zile mipira za adhabu, nasema zile set pieces, wasiruhusu wale Morocco kwa sababu ni wazuri. Na pia Nigeria ukiangalia safu yao kujilinda ni nzuri kweli kweli, kina Kelvin Bassey akichezea pale Fulham, wazuri kweli kweli.
Jambo ambalo wale wachezaji ambao tutawaangazia katika mechi hii ya leo, basi upande wa Nigeria yupo Victor Osimhen. Osimhen mzuri, anakipigia kule Galatasaray ya Uturuki. Kuna Ademola Lookman Atalanta, unaona kile anachokifanya hapa AFCON. Na pia tutamzungumzia huyu Kelvin Bassey, ni nguli kweli kweli pale nyuma. Sidhani kama ataruhusu sana yule Akabi na Diaz kufanya vizuri. Na pia tutakuwa tunamzungumzia nani? Alex Iwobi. Amekuwa ni fundi kwa kila idara. Anachukua mpira kutoka nafasi ya kujilinda, anazitanua. Analeta zile pasi maasum, pasi za asidi jamani. Au upande wa Nigeria pia kuna Adams anaipigia pale, anacheza kule Uhispania bila shaka. Naam, anapiga pale Uhispania. Ni wachezaji wa kuangaziwa sana. Upande wa Morocco kuna Hakim Ashraf anakipiga pale PSG, mzuri fullback. Upande wa kushoto kuna Nusair Mazri, upande wa kulia mzuri kweli kweli. Kuna mlinda lango wao Yasin Bono, mzuri kweli kweli. Uliona yale mashindano ya kombe la dunia, umemwona yale mashindano ya AFCON, anaonyesha ubora wake. Kwa nini ni chaguo la kwanza la Morocco? Pia kuna Al-Kabi ambaye ni mfungaji wa pili bora. Kumbuka kuna Diaz ambaye ni mfungaji bora, mabao 5, kuna Al-Kabi mabao 4, kuna Victor Osimhen mabao 4. Nadhania pia yeye ni mchezaji wa kuangaziwa sana katika mechi hii ya leo, semifinali ya pili. Basi tukutane wapi? Leo hii tukutane pale Kwitu FM. Upo Mombasani, upo Malindi, upo wapi jamani? Njoo tukisikize pale mhubiri wa kandanda akifanya kazi yake. Saa 5 juu ya alama nitakuwa mbashara. Usikae mbali kwa sababu ni mhubiri na Kwitu, na hii si wajua ni yetu jamani.